vile pia tulijifunza kuhusu else statement. Kwa hiyo leo tutaenda kujifunza kuhusu else if statement. Hii ni condition ambayo inatumika pale ambapo inatekelezwa pale ambapo condition ya kwanza haikutekelezwa. Yaani kwa lugha rahisi tunaweza kusema the statement condition used to check another condition if the previous condition is false. Yaani kama condition ya kwanza haikuwa sahihi, basi inaenda kuangalia condition ya nini inayofuata. Kwa hiyo tuangalie namna ambavyo inakuwa inatekelezwa. Nitaanza kutumia mfano wetu wa 8. Tutumia katika hizi condition hizi data types za int inakuwa ni most sana katika program mbalimbali. Kwa hiyo ndio sababu inaendana na mfano wake. Kwa hiyo tumetumia katika video tulitumia sana output, yani program inakuwa interact na user. Kwa hiyo katika video hii tukatumia program zetu za interact na user, kwamba iwe inamuuliza user yeye, alafu atakapojibu ndo yenyewe impe nafasi. Tukaona hapa tutumie mfano wote, natumia clearance level. Then katika hii clearance level tutamwambia sasa user yeye aandike clearance level yake ni ngapi. Kwa hiyo tutamwambia user andika clearance yako level ni ngapi. Andika siku yako. Sasa hapa tutatoa output ambayo inakuwa ni std. Tushajifunza output stds output sama hizi kinani kinaenda hivi, kisha kinaenda ndio kwenye output hapo, andika hivyo. Then tutaandika variable yetu ambayo ndio tunataka itolewe output. Hii variable hii ndio tutaiandika hapa. Then hii ndio tutakayofanyaje, hizo taambiwa yaandike, ataambiwa andike clearance yake ambayo atakuwa mfanyaje na kwa itakuwa ndio. Kwa hiyo tutaandika sasa kwamba if clearance hii inakaa kwenye bana, if clearance ni sawa na 3, itakuwa ni condition yetu ya kwanza. Kama clearance ya user ikiwa ni sawa na 3, ataambiwa kwamba welcome admin. Kwa hiyo hii clearance ya kwanza, hii clearance ya 3 ni ya nani? Ni admin. Ikiwa sasa ni tofauti na hii, ikiwa ni tofauti na hii, ndio tunatumia nini? Else if ni sawa na 2. Naona ikiwa sio hii, basi iwe nini?
hiyo hivi, si ndio? Kwa hiyo tutafanyaje? Tutachukua hiyo tutaongea output ya output ya mbea welcome IT. Umeona, labda huyu hatimaye clearance level yake ni B. Kwa hiyo tutamwambia hivyo, then ikiwa ni sio hivyo tena, ikiwa hii condition pia haikutekelezwa, kama yeye access yake sio hii, basi labda huenda nini ni moja. Kwa hiyo tutasema tena else if clearance ni sawasawa na moja, user ambiwe welcome team. Tuseme hii ya pili nani? Huyu ni blue team. Kwa hiyo ikiwa sasa sio blue team, labda andika tena else if hii tumeandika nini ni y. Kwa sasa ikiwa sio huyo wala sio huyo wala sio yule, yani hizo condition zote hazijatekelezwa, basi huyo awe ni nani? Ikiwa ni else, basi tutasema else. Hapo ndo else sasa anakuja kumalizia yeye, kama hizo condition zote hazijatekelezwa, basi else anakuja kumalizia kwamba atasema kwamba unknown access. Itakuwa ndo kama hivyo. Ikiwa sasa zote hizo hazijatekelezwa, ndo itakuwa tujaribu compile then to execute, then tutaweka labda tuandike 3. Tumefanyaje? Nilisema welcome admin. Sababu gani? Kwa sababu clearance ya 3 ni ya admin na programu hizo zilizoandika. Kwa hiyo katika hii tutaambia tena labda clearance yangu mimi ni 2. Kama mimi ni 2 nitakuwa ni nani? Mimi ni red team. Kwa hiyo niambia welcome red team. Kama clearance yangu ikiwa ni 1, mimi ni nani? Mimi ni blue team. Kwa hiyo niambia welcome blue team. Sasa ikiwa sipo katika wote, labda clearance yangu ni 10, ndio utaniambia nini? Unknown access. Yani katika hii program kufanyaje? Hainifahamu, sababu sipo kwenye hizi clearance level zote. Kwa ndo kama hivyo. Unaweza kubadilisha nani hapa, unaweza kubadilisha variable, kaandika port ili kwa ajili ya nani zako tofauti, ya nani zako binafsi. Kaandika labda port, labda andika port yako, hapo utaandika port. Kama port yako ni, lakini unaweza kutumia hata mfano huu. Kama port yako labda ni 80, ni yako ni 300, ambiwe nini? Welcome
secured site. Welcome secured site. Plain site. Alafu ikiwa port labda ni 22, port ni 22, unabadilisha kwa wote vile, ili mradi fanyaje, ili mradi uelewe. Kwa hiyo ndo kama hivyo, ikiwa ni port 22 tutasema ni SSH. SSH detected. Ikiwa labda ni port ni 80, tasema HTTP detected then unknown port. Kubadilisha hivi, then wapi tuliandika vizuri, compile then execute. Andika port, changu ni tuseme HTTP. Ikiwa ni labda 50, itaandika ni unknown port kwa sababu ipo kwenye nini, kwenye port set. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Mpaka hapo sina la ziada katika hii. Utaenda kufanya mazoezi vizuri, tutatoa assignment then